Je, unafahamu kuwa tabia ulizonazo ni kutokana na kundi fulani la damu? Kwa kawaida kila binadamu yupo kwenye kundi mojawapo la damu kati ya makundi manne, nikizungumzia kundi A, kundi B, kundi AB na kundi O. Makundi haya yote yanaweza kutumika kufahamu tabia za binadamu, na jinsi hii yaweza kuwa rahisi na ya karibu zaidi kuliko kutumia nyota ama kitaalamu ikijulikana kama astrology, kama ambavyo wengi wanafanya. Wataalamu wanasema tabia kwa uhusiano na kundi la damu ina uhakika zaidi kuliko wenye vyanzo vingine. Mbali na tabia, ukweli ni kwamba makundi yetu ya damu yanaweza kutuonesha pia vile mtu anavyopendelea na asivyopendelea, kazi anazopendelea na watu anaowapendelea, na hata vyakula. Baadhi ya watafiti nchini Korea wamebainisha kuwa hata namna tunavyopendelea kuketi hutegemea sana na makundi yetu ya damu. Sasa tuangalie uhusiano huu. Kundi lako la damu linaweza kukufanya uwe dhaifu au imara katika kukabiliana na magonjwa fulani. Ni vema kujua kundi lako la damu, sawa na ilivyo vema kujua mambo mengine yanayochangia kuwa na afya njema. Kujua kundi lako la damu kunaweza kukuza uwezo wako wa kufahamu hatari zinazokukabili kutokana na kundi lako la damu na kuepuka athari hizo kwa kutumia mtindo wa maisha unaofaa. Hata hivyo, kama vilivyo viungo vingine vya mwili, damu nayo ina changamoto ya kukumbana na maradhi mbalimbali. Magonjwa yanayoathiri utendaji kazi wa damu yanaweza kugawanywa katika makundi kama vile ya kurithi, kuambukiza, mabadiliko ya kimwili na saratani tofauti. Damu ya binadamu imegawanyika katika makundi makuu manne kama vile nilivyokuambia awali, ambayo ni kundi A, kundi B, kundi AB na kundi O. Binadamu yoyote lazima awe na mojawapo ya makundi hayo. Tukianza na kundi la damu A, kitaalamu likijulikana kama phlegmatic. Hawa watu mara nyingi huwa mifano ya kuigwa na wengi kwa sababu ya kiu zao za upiganaji wao kwenye mafanikio. Ni watu wema, wapole na wenye tabia njema. Pamoja na hayo, ni rahisi sana watu hawa kupata msongo wa mawazo, hapa nikizungumzia stress, na kufikiria sana kuhusu vitu mbalimbali. Wakiamua kujitoa kwa ajili ya kumsaidia mtu, basi wanazama kabisa na wanaweza hata kujisahau wao wenyewe. Mazuri ya watu wenye kundi A, nikizungumzia phlegmatic, ni kama yafuatayo. Ni watu wanaopenda vitu vikamilike katika hali ya juu. Hapa nikizungumzia perfectionists. Wanapenda mpangilio maalumu, wanapenda na wanaweza kuchambua mambo sawia, wanawajibika na kubeba majukumu yao, wanahuruma na wako tayari kusaidia. Ni waaminifu, ni wagunduzi, wanamaanisha wanaposema. Ni wavumilivu na wenye tabia njema. Mapungufu yao ni kama yafuatayo. Wasumbufu. Watu wenye damu kundi A huwa ni wasumbufu na wanahisia kali hata kwenye vitu vya kawaida. Wakitaka kitu wametaka. Wengine wanaaibu, wengine wakimya zaidi na wanaopenda kujichanganya. Ni watu wa gharama sana, hasa wadada au wanawake. Twende kwenye maisha ya kijamii ya watu wenye kundi A la damu. Ni mtu ambaye unaweza kumwamini na kumtegemea. Anajali na kumaanisha. Wakati wote huepuka shari, misuguano na magomvi. Mara nyingi hawapendezi wala kufurahia sherehe zenye makelele na shangwe za ajabu ajabu. Wanapendelea ukimya na utulivu. Kazini kwao, watu wenye kundi la damu A unaweza kumwamini na kumtegemea katika majukumu. Wanapenda ufanisi wa kiwango cha juu, kwa hiyo kazi zao mara nyingi huwa ni bora. Bahati mbaya, wanajali sana hata vitu vilivyo vidogo, na hii huwafanya kuwa na msongo wa mawazo kirahisi zaidi. Watu wasiowaelewa vema watu wa kundi hili wanaweza kupata shida sana, hasa linapokuja swala la kufanya nao kazi. Ni waaminifu sana, na hapa mara nyingi unawakuta maafisa utumishi, kwani hufuata sheria. Kwenye mahusiano na mapenzi, watu wenye kundi A la damu ni ngumu kidogo wao kufunguka na kushirikisha mambo yao. Yaani wenyewe mambo yao huya keep secret zaidi.
sio waongo. Watu wa kundi A sio waongo au wadanganyifu, ni wakweli. They don't like cheating, nikimaanisha wanaweza kuonekana wenye aibu au waoga. Ukitaka kumchumbia au kuchumbiwa na mtu wa kundi A, unahitaji uvumilivu, dada yangu au kaka yangu. Wakiamua kupenda, utawafahamu wakati wote, ingawa wataruhusu kufahamu tu yale maeneo ya maishani mwao ambayo wanajua unahusika. Hawawi wazi katika kila eneo. Watu hawa hupenda kujificha ficha. Kama ni usiku, basi hupenda kukaa gizani sana, maana wanaaibu sana. Ukweli mwingine kuhusu watu wa kundi A ni watu wabunifu na wenye ujuzi wa usanii, nikizungumzia artists. So kitaalamu mbali inasemekana kuwa kundi A ndio kundi lenye wasanii wengi zaidi. Wanalewa kirahisi sana, so kilevi kidogo tu kitampelekesha kweli kweli. Wengi wao hupendelea kula mboga mboga, nikizungumzia vegetarians. Kiafya zaidi, hawa ni vegetarians. Wanahitaji sana mananasi na zabibu kwa wingi. Watu wa kundi hili pia huwa wana changamoto ya kuwa na upungufu wa asidi mwilini, hivyo huandamwa na vidonda vya tumbo. Ni watu ambao hushambuliwa sana na saratani za mishipa ya fahamu, utumbo, mifuko ya mayai, mfuko wa kizazi na mlango wa uzazi kwa wanawake, kibofu cha mkojo, figo, kongosho na saratani ya kinywa, tezi za mate na umio, kuishiwa na damu mara kwa mara. Wana hatari pia ya kupatwa na magonjwa ya moyo, kupata lehemu mbaya mwilini. Kwenye moyo wako hatarini pia kupata kiharusi na ugonjwa wa shinikizo la damu wa moyo, nikizungumzia pressure. Vyakula vinavyotakiwa kula kwa wingi ni mboga mboga za majani na nyama nyeupe. Nyama nyekundu sio nzuri sana kwa watu hawa. Hawatakiwi kugusa kabisa au kutumia mara kwa mara vyakula hivi: nyama nyekundu, ngano na maziwa, maana vinahitaji asidi nyingi na wao hawana uwezo wa kufanya mmeng'enyo wa vyakula hivi kutokana na kuwa wana upungufu wa asidi tumboni mwao. Wakila ndizi, maembe na mapapai huwasababisha waamkapo asubuhi kutokwa na makamasi kwa wingi. Wanahitaji kula vyakula vyenye asidi kwa wingi kama machungwa, zabibu, passion, malimao, mananasi, nyanya na jamii yake. Watu wa kundi hili wanapenda sana wali na mara nyingi ndio chakula chao kikuu. Hawatakiwi kugusa kabisa ngano na mahindi. Endapo wakatumia vyakula hivi, hasa kwa wanawake, husababisha kupata hedhi mara 2 kwa mwezi, jambo ambalo sio la kawaida. Na sasa tende kundi lingine la damu, nikizungumzia kundi B, kitaalamu wakijulikana kama Sanguine. Watu wa kundi hili mara nyingi ni wenye tabia za kuasi na ni ngumu kuwazuia au kuwatuliza. Wana ndoto na maono makubwa, wanasukumwa kwa kasi na kiu zao, ingawa wanaweza kuwa wakali na wasumbufu, na mara nyingine huwa ni ngumu kweli kweli kukaa na kuzoeana nao. Huwa wanakisimamia sana kile wanachokiamini, hata kama ulimwengu mzima usimame kinyume nao. Hili ni kundi la watu ambao ni wazungumzaji. Ukiwapa nafasi ya kuzungumza ni kama vile umekosea, na hapa mara nyingi unawapata watu kama MC ama MCs. Mazuri yao kundi B, wanasukumwa sana katika kufikisha malengo yao. Wako kasi kiutendaji, wanapenda raha, wana hasira nzito kweli kweli. Wanatazama maisha katika mtazamo chanya, wanaweza kujisimamia na kujitegemea na hawahitaji ushirika ama kukubaliwa na wengine. Katika upande wa mapungufu yao, huwa ni wabinafsi sana. Mara nyingine wanakwepa majukumu yao, wagumu sana kusamehe, ni wasumbufu, wanaweza kuwa wakatili na wenye hasira za haraka zaidi. Maisha yao ya kijamii, watu wa kundi B mara nyingine ni ngumu kushirikiana nao au kuwa nao, maana wanapenda kufanya mambo yao wenyewe, hawapendi kuingiliwa na mtu yoyote. Kwa upande wa kazini kwao, ingawa wanaweza kuwa na malengo mengi na maono pia, lakini wanaweza kuwa wasumbufu na wagumu katika kushirikiana nao kazini. Ni ngumu kufanya nao kazi, maana wanataka kufanya peke yao. Kwa upande wa mahusiano na mapenzi, unaweza kufurahi nao sana kwenye mapenzi, lakini uwe tayari kuvumilia hisia zao kali na za ghafla. Vumilia hali yao ya kukwepa majukumu. Pia fahamu kuwa wanaweza kuwa wakali,
wakatili na wasio maanisha kile wanachokisema. Yaani kwa ufupi hawa jamaa huwa ni maplayboy ama maplaygirl au vipi? Baadhi ya ukweli wa kitafiti kuhusu watu wa kundi B ni kama ifuatavyo. Wenyewe bwana, jamaa hawa huwa na utukutu ama ni wambea kwa sana, huwa ni wagombanishi na wachonganishi kweli kweli. So ukimkuta mtu anapiga sana umbea, jua ni kundi B huyo bwana, au vipi? So pamoja na baadhi ya mazuri yao, bado wanaweza kuwa wasiwe watu wazuri, kuwa mme au kuwa wapenzi wazuri kwa wasichana wao. Hii ni kutokana na urahisi wa tabia zao za kukosa uaminifu kimapenzi na urahisi wa kuumiza mioyo ya wengine. Wana tabia ya kupenda wanyama. Hii kitaalamu tunaita the love berries. Wana kinga kubwa na imara ya mwili katika kujikinga na magonjwa mbalimbali. Wanafurahia zaidi vyakula vitokanavyo na wanyama kama vile maziwa, nikizungumzia dairy products na vitu kama hivyo. So kiafya bana, ni watu ambao husumbuliwa sana na wako hatarini kupata magonjwa kama vile uvimbe wa fizi, na pia wanawake walioko katika kundi hili wako hatarini kupata ugonjwa wa kisukari aina ya pili, au vipi? So mara nyingi ni watu ambao wakipata maambukizi ya virusi vya aina yoyote ile huwa machizi au vichaa, kutokana na kwamba vinaenda kuharibu mfumo wake wa fahamu. Wana uwezo mkubwa wa kukabiliana na ugonjwa wa kipindupindu ama kipindua. So tunapozungumzia kipindupindu kuwa ni hatari kwa wenzetu wa grupu B bwana, wenyewe ni jambo la kawaida kabisa kwa. So wana hatari kubwa sana ya kupata saratani ya koo. Watu wa kundi hili hawashauriwi sana kula vyakula vya aina ya kuku, karanga, korosho na nyanya. Mara nyingi wao wenyewe tu hawapendi kuku, ingawa hawaruhusiwi kula karanga, korosho na nyanya. Na sasa tuhamie katika kundi lingine la damu, nikizungumzia kundi AB, kitaalamu likijulikana kama melancholic. Kundi hili ni watu wenye haiba mchanganyiko. Hawa huwa na tabia tofauti, kuanzia kuwa waoga na wenye aibu hadi wengine ni wapenda mitoko na wacheshi. Wako wanafanya mambo kwa kutongozwa na mawazo na wengine hawawazi kabisa kile wanachotaka kukifanya. Hii inafanya watu wa kundi hili kuwa watu wa kushangaza sana mara unapokuwa nao. Kwa upande wa mazuri yao bwana, watu wa kundi AB ni rahisi sana kuwa rafiki nao. Yaani wanaruhusu moyo na wanafungua moyo kuwa na marafiki, au vipi? Jambo lingine, wanachukuliana na mazingira haraka sana na kwa urahisi zaidi. Wenyewe huwa ni wenye kufurahisha unapokuwa nao, ingawa ni watu wasiotabirika. Muda wowote wanakugeuka. Wana mawazo na wana akili sana, hupenda kuweka mambo yao kwa vitendo, pia huongozwa na misimamo ya kifikra. Kwa upande wa mapungufu yao, ni wagumu sana katika kufanya maamuzi. Hata kama jambo ni dogo, utawalazimisha sana kwenye jambo la kufanya maamuzi. Hao jamaa huwa ni wagumu kweli kweli. Wanasahau sana, huwa kumbukumbu zao hazijakaa vizuri. So watu hao bwana ni wenye hisia za kuyumba. Kitaalamu hii tunaita mood swing, ambapo mara huwa na furaha, mara wanakasirika. So hawatabiriki kama nilivyokuambia awali. Watu hao pia kwenye mapungufu yao mengine bwana, sio waaminifu. Ni wapinzani, wabishi na wakosaji kweli kweli. Ni watu ambao ni wabinafsi kweli kweli, watu wa kundi AB la damu. Kwenye maisha ya kijamii wanaweza kuwa marafiki wazuri na wenye kufurahisha. Maongezi yao ni yenye kuhamasisha na yenye akili na kufikiria kwa hali ya juu zaidi. Kwa kutokuwa wenye kutabirika, wengine huhofia kuumizwa kihisia na kukatishwa tamaa na kuumizwa moyo na watu hawa, hususan pale wanapokuwa sio waaminifu. Kazini kwao wanaweza kuwafurahisha na kuwapa burudani mnapofanya nao kazi, lakini sio watu wa kutegemea sana. Wanaweza kukuangusha kirahisi zaidi. Kuwa katika mahusiano na watu wa kundi la damu AB bana, kunaweza kuwa kwenye kufurahisha. Unaweza usiwe na nyakati nyingi za upweke. Pamoja na haya, fahamu kwamba watu hawa wanaweza kuwa wabishi na wakosaji. Mara nyingine maneno yao yanaumiza. Mpenzi wa mtu au watu wa hivi lazima aelewe jinsi hisia zao zilivyo au zinavyobadilika mara kwa mara. Pale inapobidi, basi uwe tayari kuwapa nafasi wanayostahili ili usijiumize sana. Baadhi ya ukweli wa kitafiti kuhusu watu wa kundi hili la damu AB ni watu wazuri kwenye mambo ya usuyo fedha.
Mara nyingi wanajihusisha na wanaopendelea shughuli za kisanaa au mambo ya sanaa, nikizungumzia arts au vipi. Ni watu wanaoaminika kuwa wabinafsi zaidi katika uchangiaji wa damu. Watu hawa wanaweza kupewa damu na mtu mwingine yoyote, ila wao hawawezi kumpa damu mtu yeyote isipokuwa mwenzao wa AB. Kama walivyo watu wa kundi A na kundi B, watu hawa wa kundi la AB hupendelea vyakula vya mboga mboga, nikizungumzia vegetables, na pia vyakula vitokanavyo na wanyama kama vile dairy products. Hawa ni watu ambao mara nyingi hawaeleweki, yani wana tabia za A na pia wana tabia za B. Hawa ni watu ambao mara nyingi hawaeleweki, yani wana tabia za A pia tabia za B. Wakati mwingine ni watu ambao anaweza akaanzisha kitu asikimalizie, akakuta kinaishia katikati, halafu akakianzisha kingine. So ukimwona mtu wa hivyo ujue ni blood group AB bana, au vipi? So kiafya zaidi ni watu ambao wako hatarini kupata magonjwa kama kiharusi, dengwe, magonjwa ya moyo, shinikizo la damu, nikizungumzia pressure, na lehemu kujaa kwenye mishipa ya damu. Ni watu ambao wana uwezo mkubwa sana wa kukabiliana na magonjwa, yaani kinga yao ya mwili ni imara zaidi ukifananisha na makundi mengine yote ya damu. Na sasa twende tukamalizie kundi la 4 la damu. Hapa nikizungumzia kundi la damu O, kitaalamu likijulikana kama choleric. Hawa mara nyingi wanajitahidi kuwa mahodari na mashujaa katika mambo tofauti. Mara nyingi kiu yao ni kuwafurahisha na kuwapendeza watu wengine. Ni wenye moyo wa uongozi, wenye kiu ya kuwaona rafiki zao wakiwa kwenye fursa wakati wote. Sio wagumu wa mabadiliko, wako tayari kubadilika. Ni wenye mawazo mapana na ya wazi, sio wagumu kifikra, na ni marafiki wazuri. Kwa upande wa faida zao bwana, watu wenye kundi O la damu ni watu wenye ujasiri, wanashindana katika mambo mengi, mfano mambo ya kimaendeleo. Hufanya kazi sana kwa bidii, ni waaminifu, wanaweza kujieleza, ni marafiki wazuri. Mitazamo yao ni chanya daima, huweza kuhisi au kuona mambo hata kabla hajatokea. Wana kiu ya kufahamu na kudadisi, pia ni watu wema na watoaji. Kwa upande wa mapungufu yao, mara nyingine wanaweza kuwa wenye fujo, wanaopenda sifa, wanavutia vitu upande wao, wanaepuka au kukwepa majukumu. Unaweza kuona hawa wanaigiza mambo, wakitaka wametaka hadi wapate. Ni rahisi kuondoka kwenye kile wanachokifanya, easy to be distracted, au vipi? So hawa ni watu ambao ni jeuri na kiburi kweli kweli, na wanajiamini sana. Ni watu ambao ni wababe, wagumu, wenye ubinafsi, na wanafanya maamuzi ya pale wanapoamua na sio kulazimishwa. Kama vile nilivyokuambia, ni watu ambao ni wababe kweli kweli, kama Adolf Hitler au vipi, kinyamwezi kabisa. Maisha yao ya kijamii bwana, ni marafiki wazuri kweli kweli, na unaweza kuwategemea. Ni waaminifu, ni wawazi, ingawa mara nyingine wanaweza kukuudhi. Pia wakati mwingine wanatamani kusikilizwa wao tu na sio mtu mwingine. Kazini kwao wana kiu ya mafanikio, hufanya kazi kwa bidii, ingawa kukatishwa na tamaa na kupotezwa hamasa ya kazi kirahisi sana. Mara nyingine ili wafikie malengo yao, basi ni vema wakisimamiwa kwenye kazi wanayofanya badala ya kuachwa wafanye wao wenyewe. Kwenye upande wa mahusiano ya kimapenzi, ni watu ambao wanaweza kuonesha mapenzi kwa wale wanaowapenda, ila ni vema ukafahamu kuwa watu hawa utarajia upendo wa jinsi ile ile wao wanavyoonyesha upendo kwako. Bila hivyo utakosana nao. Ukweli wa kitafiti kuhusu watu wa grupu hili la damu O, watu hawa wanaaminika kuwa na tabia za kijeshi. Wengi wao kiasili ni watu wa kupenda michezo. Watu hawa wanaaminika kuwa ni watu wema na walio tayari kusaidia mtu yeyote. Hata katika uchangiaji wa damu, watu wa kundi la damu O wanaweza kumpa damu mtu yeyote. Wanapendelea na kujisikia raha wanapokula nyama, yani meat lovers. Wao ni meat lovers bana, wanapenda nyama kweli kweli hawa jamaa. Grupu O bana, ama kundi O la damu bana, wana roho nzuri sana, ila hawapendi uongo. Hivyo usije ukajaribu hata siku moja kuwadanganya mwanangu, utaingia mkenge.
So kiafya zaidi bana, hawa watu sio rahisi sana kupata shambulio la ghafla la moyo kama ilivyo kwa watu wenye makundi mengine ya damu. Hawana kinga ya kutosha dhidi ya kipindupindu, lakini wana kiasi fulani cha kinga ya kifua kikuu. Hapa nikizungumzia tuberculosis ama TB kitaalamu zaidi. So malaria isiyo kali, saratani za kongosho, tumbo, matiti na mlango wa kizazi. So ni rahisi sana kupata magonjwa ya kuambukiza ya ngozi na vidonda vya tumbo. Wanapata sana maumivu ya kiuno, magoti pamoja na mgongo. Ni watu wasiopenda vitu vichachu kutokana na uwepo wa asidi kwa wingi mwilini mwao. Hivyo wanasumbuliwa sana na vidonda vya tumbo na huwa wanasumbuliwa sana na tatizo la choo. Hapa nikizungumzia constipation na pamoja na kisukari. Kundi hili hutokewa na mvi za mapema sana. So kama upo blood group O bana, jiandae kutoka na mamvi mapema, kinyamwezi kabisa unakuwa mzee mwanangu, au vipi? So kwa upande wa wanaume, hapa ndipo utawakuta watu ambao wana mapaja yasiyolingana, yaani moja kubwa jingine dogo. Watu hao bana, watu wa grupu O mpo, watu wa grupu O mpo wanangu. Sasa watu wa grupu O hawatakiwi kufanya mambo yafuatayo. Hawatakiwi kula ngano na mahindi mara kwa mara au kutokula kabisa. Hawapaswi kabisa kugusa au kula machungwa, passions, ukwaju, maembe mabichi na kadhalika, na vyote vyenye asidi. Hawatakiwi kabisa kula ugali au wali, mahindi ya kuchoma au kukaanga na kupika hayawafai kabisa. Wanaume waliopo katika kundi hili wanahitaji protini kwa wingi kuliko wanawake kutokana na kuhitaji nguvu kwa sana katika shughuli zao za miili yao kwa ujumla. Kwa wanaume wanatakiwa kula matunda yafuatayo kwa sana. Hapa ni mapapai, mananasi, ndizi, matikiti maji. Kwa upande wa matikiti maji unatakiwa ule na mbegu zake. Na hapa pia kama ni tunda unalokula lote, mfano nanasi unalimaliza, papai unalimaliza. Na pia matunda ya rangi moja unatakiwa kula kwa pamoja. Ukitengeneza kitu kama juisi ya matunda ama sharubati, basi uinywe yote kwa wakati huo na sio kutengeneza ya wiki au siku kadhaa. Wanapenda sana kula nyama yenyewe, hasa ya mbuzi na ya ng'ombe ya kuchoma. Vyakula vinavyowasaidia au wanavyohitaji sana mwilini mwao ni matunda, mboga za majani, protini kwa wingi, yaani nyama, maharage, mayai na maziwa. Bana, kitu cha kuzingatia tu mdau wangu ni kwamba magonjwa mengi yanaweza kuepukwa kwa kuzingatia usafi wa mwili na mazingira. Hapa nikizungumzia pia mambo ya mlo kamili, kula kulingana na uhitaji wa grupu ama kundi lako la damu, kufanya mazoezi, kupunguza uzito uliozidi na kuepuka matumizi ya tumbaku, pombe pamoja na madawa za kulevya. Bana, Van Steven Croman, the one and the only blue boy, is still typing all the way from Dodoma Leo Digital, the Eastern and Central African finest. Tukutane wakati mwingine panapo majaliwa. Cha msingi kabisa usahau kusubscribe kisha gusa alama ya kengele ili uwe wa kwanza kabisa kupata kazi zetu makini kweli kweli kila pale ambapo tunakuwa tumeachia uvipi kinyamwezi kabisa. Usahau pia kulike, kucomment na kushare kwa wadau mbalimbali ili wasipitwe na mambo mazuri kama haya hapa. Mimi mdau wangu wa nguvu na hakikisha na kuandalia mambo mazuri kama haya hapa. Uzidi kujifahamu wewe na afya yako ya mwili inaendaje na nini ambacho unatakiwa ufanye kwa wakati gani ili uwe na afya njema wakati wote. Sina la ziada kutoka hapa Dodoma Leo Digital. Uwe na wakati mwema. Peace out.